Okay, ndugu zanguni mnaonifuatilia na kunitazama, kwa majina ninaitwa Dr. Kabezi, ni mtaalamu wa tiba za asili. Mimi ninaendesha huduma zangu kwa uzuri kabisa, kwa ufasaha kabisa kutokea Tanzania, lakini pia kwa wale ambao mnapatikana Tanzania, mimi naendesha huduma hizi kutoka mkoa wa Mwanza. Mimi naishi mkoa wa Mwanza, wilaya Nyamagana. Ndugu zanguni, karibuni sana katika huduma zangu, lakini pia katika tiba zangu. Kwa wale ambao mnapatikana mkoa wa Mwanza, mimi napatikana wilaya Nyamagana, lakini kata ambayo naishi mkoa wa wilaya Nyamagana, ninaishi kata ya Mkolani. Na unapokuwa Mkolani, ninaishi kijiji au mtaa unaitwa Kasese. Ndugu zanguni, karibuni kabisa. Niko opposite na kanisa la Roman Katoliki. Niko opposite na kanisa la Roman Katoliki. Unapofika Roman Katoliki, kwa nyuma yake unatazama kwa juu, ukiulizia Dr. Kabezi utanipata. Ndugu zanguni, karibuni sana kuja kupata ushauri, lakini pia kuja kupata tiba. Lakini pia ndugu zanguni, katika mkoa wa Mwanza nina ofisi ndogo ambayo inapatikana Usagara. Niko Usagara, distance na msikiti wa Usagara. Kwa hiyo wale watu wa Misungwi, watu wa Sengerema, watu wa Kisesa, lakini pia hata Shinyanga, mnapokuja mnaweza mkanikuta katika ofisi zangu ambazo zinapatikana Usagara, ila ofisi kubwa inapatikana Mkolani. Kwa hiyo watu mnaotokea mjini na sehemu mbalimbali, mnaweza mkafika Mkolani na mkanipata ofisini kwangu na mambo yakaenda vizuri. Ndugu zanguni, mimi naitwa Dr. Kabezi, ni mtaalamu kabisa wa tiba. Yani katika maradhi ambayo yanakusumbua wewe unaonitazama, au maradhi yanayosumbua familia yako au watoto wako au mama yako, baba yako, mtoto wako na watu mbalimbali. Kama una ndugu yako, rafiki yako, unaona ana maradhi yanamsumbua, ana maradhi amekwisha hangaika miaka dahari, lakini hajawahi kupata tiba, amekwisha tembea mahospitalini, lakini hajawahi kupata tiba ya kuweza kumsaidia. Ndugu zanguni, naomba usikate tamaa, naomba tuwasiliane. Mimi napatikana Mwanza, kama nilivyotangaza mwanzoni kwamba napatikana wapi. Mimi natoa huduma nyingi sana, hata kama kuna magonjwa sugu yaliyoshindikana. Ndugu zanguni, naomba tuwasiliane. Mimi katika ofisi yangu sitibu vitu viwili tu ambavyo visivitibu. Mimi sina uwezo wa kurudisha uhai wa mtu. Sina uwezo wa kurudisha uhai wa mtu akisha kufa, afe kwa kurogwa, afe kwa kitu chochote kile. Mimi sina uwezo wa kurudisha roho ya mtu. Lakini na kingine ambacho siwezi kukitibu, mimi siwezi kurudisha ujana. Kama wewe umekwisha zeeka, unataka upate dawa za kurudi kuwa kijana, mimi dawa hiyo ofisini kwangu sina. Ila maradhi yote na masuala mbalimbali mimi nashughulika nayo. Lakini na kitu kingine ambacho mimi siwezi kushughulika nacho na sina uwezo nacho ni kama ifuatavyo. Mimi sina uwezo wa kumtengenezea mtu pesa akapata utajiri. Yani sina uwezo wa kutengeneza kwamba hivi mimi nakutengenezea pesa, kwamba ulete kwangu milioni 5, milioni 10, eti nikutengenezee upate milioni 100. Mimi uwezo huo katika ofisi yangu sina. Lakini pia mimi sina uwezo wa kutengeneza jini la kukuletea pesa wewe. Sina uwezo. Na ukiona mtu anakuambia kwamba ana uwezo wa kutengenezea jini likakuletea pesa, huyo ni mtapeli na huyo ni mwizi. Lakini pia ukipata mtu akakwambia kwamba ana uwezo wa kutengenezea pesa ukapata utajiri, pia huyo ni mwizi na umkimbie, usimsogelee karibu. Lakini pia ukimpata mtu anakwambia kwamba yeye ana uwezo wa kutengenezea pete yenye mvuto, pete yenye bahati, pete ya kuleta mali, huyo pia ni muongo katika watu wenye miongoni mwa waongo. Ndugu zanguni, nitabidi niwafafanulie kwa uchache kidogo. Hakuna mwanadamu aliyoumbwa akazaliwa kupitia tumbo la mama yake akiwa maskini. Hayupo mwanadamu yoyote duniani. Kila mwanadamu aliyoumbwa na kuzaliwa kupitia kwenye tumbo la mama yake, kila mwanadamu, hata wewe unaotazama, una uwezo mkubwa sana wa mafanikio, ukapata utajiri mkubwa. Una uwezo. Ingawaje kinachofanya sisi binadamu tushindwe kufanikiwa kwa wepesi ni kwamba Mwenyezi Mungu alipoumba alituumbia mitihani kidogo kidogo, na mitihani hii nitahitaja kwa ufupi kidogo, ila utanielewa kwa wewe ambaye unanifuatilia vizuri sana. Ndugu zanguni, sisi binadamu tunapozaliwa tunakuja tukiwa na pande mbili.
tukiwa na pande mbili. Maana yake tunadhaliwa tukiwa tunashirikisha mizimu ya upande aina mbili, upande wa mama na upande wa baba. Upande wa baba huwa kuna kuja na mizimu mizuri na mizimu mibaya, na upande wa mama kuna mizimu mizuri na mizimu mibaya. Sasa unapozaliwa we mtoto, unakopi na kupesti pande zote mbili, unakopi kwa mama na unakopi kwa baba.